Haleluya. Sasa ninataka twende tukamshukuru Mungu kwa njia ya matamko. Uko tayari kwa ajili ya hili? Sasa nataka usimame. Kama uko tayari kwa ajili ya hili, ninataka usimame. Tunataka tukamwambie Mungu asante wakati wa kutoa matamko yetu ya kumshukuru Mungu. Na nataka nikuongoze kidogo ukiwa umesimama hivyo hivyo bila kuchoka wala nini, ya kwamba unaenda kumwambia asante Bwana kwa sababu gani? Zaburi ya 136 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Oh my God. Nahisi hujaelewa hii kitu unaoikisema. Nahisi hujaelewa hii kitu. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Atumshukuru Mungu kwa sababu ametenda kitu fulani kwetu. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye kwetu sisi ni mwema. Tunasema. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kumshukuru Mungu. Tunamwambia Bwana asante, si kwa sababu amekupa mume mke, si kwa sababu amefungua uchumi wako, si kwa sababu amefanya chochote kile, bali tunamshukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema. Siji tunaweza kuelewa ninachokisema. Tunapompa shukurani Mungu ni kwa sababu yeye Mungu ni mwema. Nataka nichambue ile eneo dogo tu kwa dakika moja. Ile eneo dogo tu ya kwamba yeye ni mwema kwa dakika moja, alafu sasa twende tukamshukuru kwa sababu yeye Mungu ni mwema. Niko hivi, wakati wote Mungu kwetu sisi ni mwema. Wakati wewe unapokuwa hauko pamoja na yeye, Mungu yeye bado ni mwema kwako. Biblia inatueleza kwamba wema wa Mungu hauna mwanzo wala mwisho, bali upo wakati wote kwa ajili yetu. Haleluya. Ina maana Biblia inasema Mungu ni Mungu ambaye ni mwema kwa kila mtu, kwa kila mmoja, na wakati wake wote wema wake upo kwetu. Biblia inatueleza hivyo, ya kwamba Mungu yeye ni nani? Ni mwema, na wakati wote wema wake, Biblia inasema hauna nini? Kipimo. Inamaanisha kwamba umezidi zaidi kupita kiasi. Umezidi zaidi ya kipimo cha kufikirika au kutafakarika. Yaani namna unavyoweza kumfikiria Mungu jinsi alivyo mwema, kwa vile unavyofikiri wewe, Biblia inakuambia yeye ni mwema zaidi ya vile unavyomfikiria. Yaani zaidi. Wakati wewe unamfikiria Mungu ni mwema, na ule uwema wa Mungu, ngoja nikwambie kabla siongee hilo neno, ya kwamba ule uwema wa Mungu ndio unaofanya wewe unaendelea kuishi mpaka leo. Uwema wa Mungu. Ule uwema wa Mungu ndio unaofanya wewe unaenda kufanya biashara na unapata pesa ya kula kila siku. Ule uwema wa Mungu ndio unaokufanya wewe unaweza kuanzisha biashara na ikaendelea ikakua. Ule wema wa Mungu ndio unaofanya wewe leo upo hapa ukimtukuza na kumsifu ukiwa na afya na viungo vyote. Ni wema wa Mungu. Ni kwa sababu Mungu ni mwema. Sijui kuna mtu ananielewa vizuri siku ya leo? Mchana wa leo kuna mtu ananielewa vizuri? Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu Mungu ni mwema.
inapotuambia tumshukuru Mungu, kwa sababu cha kwanza inatangulia kusema kwa sababu yeye ni mwema. Baada ya hapo anakuja fadhili, ni mfadhili. Baada ya hapo anakuja ni mwenye rehema. Lakini kabla ya vyote, kinachotangulia, Mungu ni mwema. Wema wake ndio sababu unafanya atoe msamaha katikati yetu. Wema wake ndio unaofanya aachilie neema ya kutukomboa ingali tulimkataa na tulikuwa wenye dhambi. Wema wake ndio unaofanya tuendelee kila siku, ijapokuwa tu wenye dhambi, lakini bado damu yake iko ikinena ukombozi na msamaha na kutuokoa wakati wote. Nataka ulielewe hili, ya kwamba sifa ya kwanza inayotamkwa kwenye Biblia, ambayo hiyo tumeamriwa kumshukuru kwa sababu yeye ni mwema. Yeye ni mwema. Yeye ni mwema. Yeye ni mwema. Mahali popote pale unapoweza kutoka katika eneo moja kwenda eneo lingine, kwenye ndoa, kwenye uchumi, haustahili kupewa hivyo na una haki ya hivyo. Ulikuwa umetupwa na kukataliwa kwa sababu ya uamuzi wa kumfuata shetani, lakini Mungu akasema, wema wangu unaleta neema iletayo haki na kustahilisha. Napokuja neema, nikizungumza habari ya neema na wema, kipi kinatangulia? Wema. Nikiweka rehema na wema, kipi kinatangulia? Wema. Nikiweka habari ya baraka na wema, kipi kinatangulia? Wema. Tabia ya Mungu iliyokuwa ya wema ndiyo inaofanya yale tunayoyapata kutoka kwake. Nakupa pointi muhimu sana. Unapoenda kumshukuru Mungu leo, jua tabia yake iliyokuu inayotufanya leo tuseme asante ni kwa sababu ya wema wake. Sijui unanielewa vizuri. Sijui unanielewa vizuri. Biblia inasema Mungu ni mwema. Ndio sababu hata tunapotoka na kukengeuka na kurudi nyuma na kufungwa na dhambi, bado watu wa Mungu wananyanyuliwa, wanakuja wakisema rehema za Mungu ziko juu yako. Na wewe unasikia moyo wa toba na unaanza kuitengeneza njia na kumgeukia Mungu, lakini amekuvuta Mungu mwenyewe kwake kwa sababu ya wema wake. Wema wa Mungu ndio unaotufanya sisi tuendelee katika uumbaji wake katika dunia hii. Wema wake ndio unaotupa kila kitu. Wema wake ndio unaofanya kila kitu. Kwa tabia yake ya wema ndipo neema na rehema zinaachiliwa katikati yetu. Nataka unyoshe mikono yako juu. Nyosha mikono yako juu. Nataka useme siku ya leo Bwana, kwa sauti sio kwa ya kawaida. Siku ya leo Bwana, ninakushukuru kwa sababu Mungu wewe ni mwema. Bwana, ninainua sauti yangu ya shukrani nikisema asante, kwa maana wewe Bwana ni mwema. Wakati wote umekuwa mwema kwangu. Si wote umekuwa mwema kwangu. Nilipokuwa katika dhambi, Mungu wangu ulikuwa mwema kwangu. Mungu wangu ulikuwa mwema kwangu. Nilipokengeuka na kukuasi, bado Mungu ulikuwa mwema kwangu. Tamka hivyo. Nilipokengeuka na kukuasi, bado Mungu umekuwa mwema kwangu. Na ninapoyataja haya, ukiwa katika roho unaona jinsi Mungu alivyokupa rehema ya ajabu. Unaona jinsi Mungu alivyokurehemu na kukupa nafasi nyingine. Nafasi ambayo umepata upendeleo wa ajabu, ambao nafasi ambayo ukilinganisha unaona umependelewa.